Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Ameachilia neema tena, ameachilia siku nzuri tena, siku ya baraka, siku ya ushindi, siku ya neema yake. Amezidi kutupa nguvu ya kutawala na kumiliki. Tuisemeshe siku ya leo, tuisemeshe siku zetu, tusemeshe majira yetu, tusemeshe kila jambo ambalo Bwana amelikusudia juu yetu, ili kusudi liwe baraka, liwe amani, liwe na ushindi, kwa sababu Mungu amekusudia mwema. Mungu amekusudia mazuri ndani ya maisha yetu, amekusudia yaliyo makuu ndani ya maisha yetu, na kwa kuwa amekusudia yaliyo makuu ndani ya maisha yetu, hatuwezi kuacha kuomba, hatuwezi kuacha kuomba. Lazima tuombe, lazima tuzidi kumuita Mungu, na ni lazima tuendelee kumsihi Mungu azidi kutawala ndani ya maisha yetu, azidi kutawala ndani ya maisha yetu, azidi kutawala ndani ya maisha yetu, azidi kutawala ndani ya fikra zetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nataka nikutumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa dakika moja. Mwambie Mungu, ninakushukuru, Mungu ninakutukuza. Hakuna kitu kizuri kama kusogea mbele za Mungu na kumsogeza na kuenda na moyo wa shukrani na kumwambia Mungu asante, kwa sababu hii siku haikuwa rahisi mimi kuiona. Hii siku haikuwa nyepesi mimi kuiona. Ni kwa neema na huruma zako tu. Mwambie tu Mungu ninakushukuru. Moyo wako umwambie Bwana Yesu ninakushukuru. Mwambie tu Mungu ninakutukuza. Father God, we say thank you for the good oni ambayo umetupa, ambao umeachilia ndani mwetu, umeachilia ndani ya maisha yetu, umeachilia ndani ya fahamu zetu. Umetuamsha tukiwa salama, umetuamsha tukiwa na nguvu, umetuamsha Bwana Yesu tukiwa na nguvu ya kwako Bwana. Asante kwa uzima, asante kwa afya. Hatukustahili hata kidogo. Sisi tunakurudishia sifa na utukufu, heshima na zamani zako Bwana. Ni kwa huruma zako tu, ni kwa huruma zako tu Jehova, ni kwa huruma zako tu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Asante kwa ajili yangu, asante kwa ajili ya watu wengine Bwana, kwa namna ambavyo umewaamsha salama. Asante kwa ajili ya kila mmoja kwa nafasi yake. Hakika sisi kuona siku ya leo ni ishara na maajabu ndani ya maisha yetu. Kwetu sisi ni neema, kwetu sisi ni neema kuiona hii siku ya leo. Kwetu sisi ni muujiza kuiona siku ya leo. Hatukutarajia wala hakututazamia Bwana, ila ni kwa huruma zako tu Bwana. Pokea sifa na utukufu. Karibu Roho Mtakatifu, tusaidie tena na leo tunaposogea mbele zako kwa maombi, tunaposogea mbele zako Bwana kwa kuomba. Nahitaji neema yako na Roho yako aliye mwaminifu atusaidie na atuwezeshe. Bwana wa majeshi, wewe ni mwaminifu na wala hapana mwingine kama wewe Bwana, katika jina la Yesu. Amen. Mtu wa Mungu, tunasogea mbele za Mungu kuomba habari ya kukataa kutoka katika kila kifungo cha adui, kutoka katika kila kifungo, kutoka katika kifungo cha adui. Sijui adui amekufunga wewe kwenye eneo gani, sijui adui amekubana kwenye eneo gani, sijui adui anakuonea kwenye eneo gani, sijui ni adui anakuumiza kwenye eneo gani. Sijaelewa, kwa sababu sijui, wewe ndio unayejua, kwa sababu mara nyingi pengine kuna eneo ambalo unatamani utoke, kuna eneo ambalo unatamani ulishinde, kuna eneo ambalo unatamani uweze kuondoka. Yamkini wakati mwingine adui hujaribu kuwafunga watu kupitia dhambi. Adui hujaribu kukufunga kupitia hofu, hujaribu kukufunga kupitia mashaka, au kupitia pia majeraha ya moyo, au wakati mwingine anakujaribu kupitia tabia mbovu, au anakujaribu kupitia mateso, anakuweka kwenye hicho kifungo. Kwa hiyo pengine wewe uko kwenye kifungo cha hofu, wewe upo kwenye kifungo cha mateso, wewe upo kwenye kifungo cha magonjwa, wewe upo kwenye kifungo cha madeni, wewe upo kwenye kifungo cha majeraha, wewe upo kwenye kifungo cha dhambi, wewe upo kwenye kifungo cha mashambulizi fulani katika ulimwengu wa roho. Adui anaamua kukushambulia. Nataka nikuambie kwamba leo habari njema Yesu analeta juu yako, ya kwamba kila kifungo ambacho adui amekufunga kwa muda mrefu, katika hicho kifungo lazima utoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Katika hicho kifungo lazima utoke
kiondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaposoma kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 36, neno la Mungu linasema, basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Mtakuwa huru kweli kweli. Mungu akiniweka huru, nitakuwa huru kweli kweli. Kwa nataka nikuambie kwamba siku ya leo Mungu anakuweka huru kutoka katika vifungo vya adui, kutoka katika kila kifungo ambacho kimekufunga kwa muda mrefu. Mungu amekusudia kukuweka wewe huru. Mungu amekusudia kukuweka wewe huru, na ukiwa huru uwe na uhakika umekuwa huru kweli kweli, na ukiwa huru uwe na uhakika kabisa ya kwamba Mungu amekusudia wewe uwe huru kweli kweli. Haijalishi hicho kifungo kimekufunga kwa muda gani, haijalishi kimekufunga kwa siku ngapi, haijalishi kimekufunga kwa miaka mingapi, haijalishi imekufunga kwa miezi mingapi, but what I know ya kwamba kila kifungo ambacho adui amekufunga kwa muda mrefu, uwe na uhakika ya kwamba lazima utoke kwenye hicho kifungo. Kinachohitajika ni imani ya kwako tu ya kuamini ya kwamba ndani ya hicho kifungo kilichokifunga Mungu anakuweka huru, kwa sababu Bwana akiwaweka huru mnakuwa huru kweli kweli. Mungu akikuweka huru unakuwa huru kweli kweli. Na unaposoma kitabu cha Isaya, unaposoma kitabu cha Isaya mlango wa 61 mstari wa kwanza, kitabu cha Isaya mlango wa 51 mstari wa kwanza, neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Isaya ule mlango wa 51 mstari wa kwanza, nitasoma. Anasema kwamba Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Kwa hiyo nipo hapa kwa habari ya kukutangazia habari ya kufunguliwa kwako. Yamkini adui amekufunga, iwe kwa uhalali ama si kwa uhalali, lakini nataka nikuambie kwamba lazima utoke kwenye hicho kifungo. Lazima utoke kwenye hicho kifungo ambacho kimekufunga kwa muda mrefu. Roho wa Bwana ii juu yangu, Roho wa Bwana ii juu yako, kutangaza ya kwamba kila kifungo kilichokufunga, kila kifungo cha adui kilichokukandamiza kwa muda mrefu ni lazima kiondoke. Kwa hiyo Roho wa Bwana akiwa juu yako, uwe na uhakika kila kifungo, iwe kifungo cha dhambi, iwe kifungo cha magonjwa, iwe ni kifungo cha aina yoyote, ni lazima uweze kutoka ndani ya hicho kifungo. Na ukitoka ndani ya hicho kifungo, uwe na uhakika lazima ushinde, na zaidi ya kushinda lazima utawale kila eneo la maisha ya kwako. Ni lazima utawale kila eneo ambalo unatamani uweze kutawala, kwa sababu Roho wa Bwana akiwa juu yako anakupa uhakika wa kushinda, anakupa uhakika wa kusonga mbele, anakupa uhakika wa kufunguliwa katika kila aina ya kifungo ambacho kimekufunga, ambacho kimefunga maisha yako, ambacho kimefunga hatima ya kwako, imefunga maono ya kwako, imefunga kesho yako iliyo njema. Kwa hiyo leo ukiomba kwa bidii, Roho wa Bwana anaondoa kila kifungo ili uweze kufunguliwa. Damu ya Yesu itanena mema. Damu ya Yesu itafungua kila kifungo kilichokifunga. Damu ya Yesu itafungua kila vifungo ambavyo vimefunga maisha yako, imefunga biashara yako, imefunga uchumi wako, imefunga huduma yako. Roho wa Bwana atafungua leo kwa jina lake takatifu. Na Mungu ni mwaminifu, kwa sababu yeye amekusudia lililo jema ndani ya maisha yako. Yeye amekusudia lililo zuri ndani ya maisha yako. Yeye amekusudia lililo la baraka ndani ya maisha yako. Yeye amekusudia lililo na nguvu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo Roho wa Bwana yu juu yetu ya kwamba leo kila kifungo lazima kiondoke, lazima kiondoke kwenye maisha ya kwetu. Na ukisoma vizuri kitabu cha Luka 4:18 anasema amenituma kuwatangazia mateka kufunguliwa kwao. Kwa hiyo namna ambavyo umefungwa, yamkini umekuwa mateka kwenye eneo fulani, nataka nikuambie kwamba leo Bwana amenituma kutangazia
tangaza ya kwamba utafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Zaburi 124 mstari wa 7 anasema, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa uwindaji, mtego umevunjika nasi tumeokoka. Lazima nafsi zetu ziweze kuokoka katika kila aina ya mitego ya adui, katika kila aina ya mitego ya adui, katika kila aina ya mitego ya adui. Baba, katika jina la Yesu ninaomba unitoe katika kila kifungo cha adui, katika jina la Yesu ninaomba unitoe katika kila kifungo cha adui, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninasogea mbele zako e Bwana. Ninakushukuru kwa neno la uzima, ninakushukuru kwa neno la baraka. Asante kwa neno uliloliachilia juu yetu siku ya leo. Ninakuinua, ninakutukuza, ninakusifu, ninakuabudu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, asante kwa neno la uzima, asante kwa neno la ushindi, asante kwa neno la baraka ambalo umeachilia ndani mwetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninasogea mbele zako Bwana, ninasogea mbele zako Bwana. Ni kweli kabisa kuna namna ambavyo adui alifunga maisha yangu, amefunga hatima yangu, amefunga kesho yangu. Leo ninakuja mbele zako Bwana, ninakuja mbele zako Bwana. Ninaomba unitoe katika kila kifungo cha adui, katika kila kifungo cha adui kinachozuia kusudi langu juu ya maisha yangu, kinachozuia kusudi langu juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Kila kifungo cha adui ambacho kimefunga hatima yangu, ambacho kimefunga kesho yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, inatoka leo kwenye hicho kifungo ambacho kimefunga hatima yangu, ambacho kimefunga kusudi langu, katika jina la Yesu. Inatoka kwenye hicho kifungo. Yamkini ni kifungo cha dhambi, yamkini ni kifungo cha tabia mbovu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yamkini ni kifungo cha uovu, inatoka kwenye hicho kifungo, inatoka kwenye hicho kifungo, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Hicho kifungo kilichonifunga, hicho kifungo kilichonifunga kwa muda mrefu, inatoka leo kwenye hicho kifungo, inatoka leo kwenye hicho kifungo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo ninatangaza kutoka kwenye hicho kifungo ambacho nilifungwa kwa muda mrefu. Ninatangaza kutoka kwenye hicho kifungo ambacho nilifungwa kwa muda mrefu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Hicho kifungo ambacho kimefunga maisha yangu, hicho kifungo ambacho kimefunga hatima yangu, leo ninatangaza kutoka, leo ninatangaza kutoka kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza kutoka kwenye hiyo kifungo cha magonjwa ambacho kimefunga kusudi langu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninajitakasa kwa damu ya Yesu katika hicho kifungo ambacho cha dhambi na uovu ambacho kimefunga kusudi langu, kimefunga mimi nisifikie kwenye kusudi langu. Ninajitakasa kwa damu ya Yesu, ninajisafisha kwa damu ya Yesu. Hiyo damu inenayo mema kiniondoe kwenye hicho kifungo cha uovu, kiniondoe kwenye hicho kifungo cha uovu kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Ninatoka ndani ya hicho kifungo, ninatoka katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninajitakasa, ninamtakasa mtoto wako e Bwana, aliyefungwa na uovu, aliyefungwa na adui wa uovu, aliyefungwa na adui ya uasi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Jitakase mtu wa Mungu. Yamkini ya kwamba kuna kifungo cha uovu kimefunga maisha yako, kifungo cha adui kilichofunga hatima yako, kilichofunga hatima yako. Jitakase, jitakase kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Hicho kifungo ambacho kimedumu kwa muda mrefu, hicho kifungo cha uovu ambacho kimedumu ndani yako, kikafunga kwa habari ya kesho yako, kikafunga kusudi lako, ninakutakasa, ninakutakasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo damu inenayo mema ikutakase saa hii, ikusafishe saa hii, ikuondolee kila ina uovu saa hii, kwa jina
la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninatangaza ushindi, ninatangaza ushindi, ninatangaza ushindi, ninatangaza ushindi, ninatangaza ushindi kwa habari ya uovu uliokufunga kwa muda mrefu, kwa habari ya hiyo dhambi iliyokufunga kwa muda mrefu, kwa habari ya hiyo tabia mbaya iliyokufunga kwa muda mrefu, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninatangaza wewe kutoka kwenye uovu, ninatangaza kwa jina la Yesu utoke kwenye hicho kifungo cha uovu, utoke kwenye hicho kifungo cha dhambi kilicho funga hatima yako, kilichokufanya ukawa mateka wa adui, kilichokufanya ukawa mateka wa uovu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, toka kwenye hicho kifungo cha uovu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu kwenye hicho kifungo. Wakati mwingine umefungwa na uovu wa uzinzi, ikawa ni roho kamili iliyofunga maisha yako, iliyofunga hatima yako. Huyo adui wa uovu wa uzinzi, chini baba aliyefunga maisha yako, chini la uovu la uzinzi lililofunga hatima yako, toka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakuchomoa kwenye uovu, ninakuondoa kwenye uovu wa adui ambaye amefunga hatima yako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Toka kwenye uovu, toka kwenye uovu kwa damu ya Yesu. Chini la uovu, chini baba, chini la uzinzi, chini la uasherati uliofunga maisha ya huyo kijana, toka ndani yake, toka ndani yake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hicho kifungo ambacho kimefunga moyo wako, kimefunga hatima yako, kimefunga maisha yako, toka huko kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu, naachilia damu ya Yesu. Kila mnyororo wa kiroho uliofunga maisha yako uvunjike leo, uvunjike leo, uvunjike leo kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uvunjike leo, uvunjike leo kwa jina la Yesu. Kila mnyororo wa adui uliofunga maisha ya kwako, uliofunga maisha ya kwako, ninatangaza ya kwamba uvunjike kwa jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kila mnyororo wa adui inauvunja sawa sawa na kitabu cha Matendo ya Mitume 12:7 ambapo na Petro wakiwa katika chumba cha gereza, wakiwa katika chumba cha gereza, ile milango ilivunjika, ile milango imevunjika katika jina la Yesu. Oh, malaika wa Bwana pita katika ile gereza, malaika wa Bwana pita katika ile gereza, pita katika ile gereza, vunja kila minyororo, vunja kila minyororo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninavunja hiyo minyororo, ninavunja hiyo minyororo ambayo imefunga maisha ya yule mtu, imefunga biashara ya mtu mmoja mahali hapa. Ninavunja hiyo minyororo ambayo imefunga hatima ya mtu, ninavunja kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana pita, malaika wa Bwana pita, malaika wa Bwana pita, malaika wa Bwana pita, malaika wa Bwana pita katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo minyororo ninaivunja saa hii katika jina la Yesu. Ninatangaza uhuru juu ya maisha ya mtu mmoja, juu ya familia yake, juu ya hatima yake. Ninatangaza uhuru wake katika jina la Yesu, sawa sana kitabu cha Yohana mlango wa 8 mstari wa 36. Oh, ya kwamba Bwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Oh, mtakuwa huru kweli kweli. Nami ninatangaza kuwa huru, ninatangaza kuwa huru, ninatangaza kuwa huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ukawe huru, familia yako ikawe huru, biashara yako ikawe huru, ndugu zako wakawe huru,
huru mahali walikofungwa na adui. Ninatangaza kuwa huru kwa habari ya familia yangu, kwa habari ya ndugu zangu, kwa habari ya jamaa zangu. Ninatangaza kuwa huru, ninatangaza kuwa huru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza kuwa huru, ninatangaza kuwa huru kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila kifungo cha hofu, kila kifungo cha mashaka, kila kifungo cha kukata tamaa kivunjike leo kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ninatangaza kivunjike, ninatangaza kivunjike kila kifungo ambacho kimefunga, ambayo kimefunga maisha ya kwangu, ambayo imefunga hatima ya kwangu, ambayo imefunga maisha ya kwangu, kifungo cha hofu, kifungo cha kukata tamaa, kifungo cha mashaka. Ninatangaza kiondoke, kivunjike kwa jina la Yesu, kivunjike kwa Roho Mtakatifu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kivunjike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kivunjike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kivunjike kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kila kifungo cha hofu, kifungo cha mashaka, ninatangaza kivunjike, ninatangaza kivunjike katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hicho kifungo ninatangaza kivunjike, ninatangaza kivunjike, ninatangaza kivunjike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Sasa na kitabu cha Timotheo mlango wa kwanza mstari wa 7, Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7, maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Katika jina la Yesu, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu, hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu ivunje kila aina ya roho ya woga, ivunje kila roho ya hofu, ivunje kila aina ya roho ya kukata tamaa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wangu hakunipa roho ya woga, amenipa nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, ya kuondoa kila kifungo cha woga, kuondoa kila kifungo cha hofu, kuondoa kila kifungo cha mashaka. Ripa sikitiriaka rikitiriaka Ema shikitiriaka ripu sikitiriaka rapapapapapapapa lima shikitiriaka ripu sikitiriaka kandiria baka lima sikitiriaka. Jehova pita nguvu zako zipite, siondoe hofu, siondoe woga, siondoe mashaka, hofu yoyote ile inayotawala maisha yangu, inayotawala hatima yangu, roho ya woga wote ule ambayo imezunguka hatima yangu, leo kiondoke hiyo roho ya woga. Adui aliyeleta roho ya woga kwenye maisha yangu ninavunja kwa nguvu za Mungu, nguvu za Roho Mtakatifu, kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Iondoke leo, iondoke leo, iondoke leo. Rapapapapapapa moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila mtego wa adui uliowekwa dhidi ya maisha yangu uvunjike na kuharibiwa, uvunjike na kuharibiwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila mtego wa adui ninauharibu, mtego wa adui aina yote ambao umetawala maisha yangu, ambao imetawala maisha ya yule kijana, imetawala maisha ya watoto wako Bwana, leo kivunjike, leo ivunjike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mtego inauvunja huo mtego, inauvunja huo mtego wa kipepo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sawa na kitabu cha Zaburi 124 mstari wa 7, nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa uwindaji. Mtego wote wa uwindaji, mtego umevunjika, nasi tumeokoka kwa jina la Yesu. Ninavunja hiyo mitego, ninavunja hiyo mitego ya aina yote, iwe tunajua iwe hatujui, mitego ya sirini iwe ya wasi, kila aina mitego ninavunja hiyo mitego, mitego ya kipepo, mitego ya kichawi ninavunja right now in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu. Hiyo mitego ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, hiyo mitego ya magonjwa, hiyo mitego ya kila namna, ninavunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Roho Mtakatifu, nijaze uhuru wako, tujaze uhuru wako, na utufanye Bwana tuishi maisha ya ushindi kila siku. Tujaze uhuru wako kwenye kila eneo la maisha yetu. Tujaze uhuru wako Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tujaze uhuru wako Jehova, tujaze uhuru wako Mwokozi wetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tujaze Bwana uhuru wako Bwana, tujaze uhuru wako Jehova, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tujaze uhuru wako Jehova, katika jina la Yesu. Tuishi maisha ya ushindi kila siku. Mjaze kila mmoja maisha Bwana, mjaze uhuru wako ili aweze kuishi yale maisha ya ushindi, aweze kuishi yale maisha ya kutawala, aweze kuishi yale maisha ya kumiliki, aweze kuishi yale maisha ya kuendea mema yake, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tujaze Bwana, tujaze Roho Bwana, tujaze Roho Mtakatifu, tujaze Roho Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tujaze Jehova, tujaze Roho Bwana, tujaze Roho Bwana, tujaze maisha ya uhuru, tujaze roho ya uhuru, tujaze nguvu zako ili tuishi yale maisha ya uhuru, tuishi yale maisha ya ushindi. Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ninatangaza kuwa kila mlango wa kifungo ambao adui aliyofungwa kwa muda mrefu, ninatangaza ya kwamba umefunguliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakutangazia katika jina la Yesu, malango yako yamekuwa wazi. Ninakutangazia ya kwamba umekuwa huru kwenye maisha yako, umekuwa huru kwenye maisha yako. Ninakutangazia kwamba umekuwa huru kwenye kila eneo la maisha yako, umekuwa huru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hautaishi tena katika vifungo vya adui, hautaishi kwenye maisha ya kutekwa tena na maisha ya kipepo, katika jina la Yesu. Leo hii umekuwa huru kwa jina la Yesu, umekuwa huru kwa jina la Yesu, umekuwa huru kwa jina la Yesu, umekuwa huru kwa jina la Yesu. Ninatangaza uhuru wako, ninatangaza uhuru wako. Umekuwa huru kwenye hiyo biashara, umekuwa huru kwenye hiyo ofisi, umekuwa huru kwenye hiyo kazi, umekuwa huru katika jina la Yesu. Kupitia magonjwa yaliyokutesa kwa muda mrefu, ninatangaza uhuru wa uzima wa Kristo Yesu. Ninatangaza ya kwamba umekuwa mzima, kila kifungo cha magonjwa kilichofunga maisha yako, kila kifungo cha tabia mbaya iliyofunga maisha yako, leo umekuwa huru kwa jina la Yesu. Maana Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipa mamlaka ya kukutangazia kwamba wewe umekuwa huru, amenipa mamlaka ya kukutangazia kwamba wewe umekuwa huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba utaishi maisha ya uhuru, utaishi maisha ya uhuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hautateseka tena kwenye hilo gereza, hautateseka tena kwenye hilo gereza. Unatoka kwa jina la Yesu. Ninatangaza ya kwamba umetoka kwa jina la Yesu kwenye hilo gereza ambalo limekufunga for the long time. Reketeria maseketaya repasheketeriaka. Ninatangaza ya kwamba wewe umetoka hapo, umetoka kwenye hicho kifungo kwa jina la Yesu, 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 kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Kila kifungo ambacho kimetesa maisha yako kimekuachia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nenda ukatawale kwa damu ya Yesu, nenda ukatawale kwa jina la Yesu, nenda ukatawale kwa mamlaka ya jina la Yesu, na hautakuwa mnyonge tena. Rema seketeriaka. Ninakutangazia kwamba wewe ni mtu mkuu, wewe
ni mtu wa kutawala, wewe ni mtu wa kushinda, wewe ni mtu wa kumiliki, wewe ni mtu wa faida sana, wewe ni mtu wa kumiliki vilivyo vikubwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na wewe umekuwa mshindi na umekuwa shujaa na jasiri kwenye maisha ya kwako. Utamiliki na kuvitawala vile ambavyo Bwana amekusudia kwenye maisha ya kwako. In Jesus name, amen.